Mapenzi, mapenzi, mapenzi. Haya bana, huu mzigo unaanza. Kuna mwamba anagongana kikumbo na pisif moja hivi. Sasa wakati kamshika mwamba akataka ampige busu, mchumba akashtuka, wewe mpuuzie, hivi unazani mimi najiuza? Mwamba akasema hapana, nilikuwa nakupa msaada tu, la sivyo ungeanguka. Mchumba akawaka kinoma. Sasa kumbe hizi zote ni ndoto. Mchizi anaota kwa sababu anamkubali kinoma yule demu, anamuwaza kiasi kwamba anamuota hata akilala kwenye gari. Mwamba anaitwa Toby na yule dada anaitwa Roni. Huyu mwamba ni tajiri kinoma, ila kinachomharibia ni muonekano wake, hajui kuvaa kabisa, na Roni ni star kinoma, yani ukitaka kuwa naye ni lazima ujipange. Sasa huku mwamba amekuja kumtembelea moja kati ya rafiki zake wakubwa kinoma. Ni muda mrefu hawajaonana kwa sababu Toby maisha yake yote anaishi nje, yani alikuwa anaishi Uingereza. Huku upande wa pili tunamuona Roni yupo TikTok live. Roni ni mtu wa show off sana, maisha ya mitandao ndiyo maisha yake, yani kayapa kipaumbele sana kwa sababu hela yake nyingi anaipata huko. Turudi huku, wakati Toby anapiga stori na mwanaye, ghafla kuna binti anakuja. Wanashangaana kinoma kuonana kwa sababu hawajaonana muda mrefu. Huyu binti ni mdogo wake na huyo mshikaji, yani ni mdogo wa huyo mshikaji wake na Toby. Binti anaitwa Kamze. Kazi yake kubwa ni kupiga picha watu maarufu, na moja kati ya watu anaowapigaga picha ni yule Roni. Toby akataka kuondoka, lakini Kamze akamzuia, akamwambia huondoki mpaka ule. Mwamba akasema ana haraka kinoma. Kamze akasema basi ili kuokoa muda waende wakale mgahawani, ila ni lazima ale. Sasa wakati wanakula, muda ule ule Roni akaja kwenye mgahawa ule ule. Mwamba akatoa macho kinoma. Kamze ikabidi ageuke ili aone Mwamba anashangaa nini. Alipogeuka akamwona ni Roni, yeye anamjua vizuri tu, akamuita Toby. Mwamba anaweweseka. Kamze akagundua kuwa chizi anampenda Roni. Sasa Kamze akamwambia Toby kuwa anamjua yule dada. Toby akamwambia wewe ni muongo, na kama ni kweli basi kaongee naye ili kuthibitisha kuwa unamjua. Kamze akamwambia ili nikaongee naye utanipa $200. Akasema sawa, nenda kaongee naye. Kamze akaenda. Kweli bana, Roni akamchangamkia kinoma Kamze kwa sababu huyu ni mpiga picha wake na wanakutana mara kwa mara kwenye matukio tofauti tofauti. Toby akashangaa, ila moyoni mwake ana furaha kinoma kwa sababu anaamini kupitia Kamze atampata Roni. Kamze aliporudi akamwomba Mwamba $200 yake kwa sababu amethibitisha kuwa anamjua vizuri Roni. Mwamba aliporudi nyumbani akawa anamuwaza sana Roni. Shida ya kaka yetu hajui kutongoza kabisa, ni domozege licha ya kuwa ana hela nyingi sana. Kingine hajui kuvaa, anavaa kizamani mno, kitu ambacho kinawafanya watu wasijue kuwa ana hela na wanawake pia wanamkataa. Sasa hapa Mwamba anapanga mkakati ni namna gani atampata Roni. Asubuhi mapema sana akaenda kwa kina Kamze, akasema anataka mtu special na atamlipa kiasi kikubwa sana cha pesa, na kazi yake itakuwa kumfundisha namna ya kutongoza tu, na atamlipa $2,000 kila mwezi. Kamze akasema huyo mtu mbona yupo? Toby akasema basi nipe namba zake. Kamze akamwambia huyo mtu ni mimi hapa. Kila mtu akashangaa, akasema nipo serious na hii biashara ni nzuri sana, na kwa sababu mimi namjua vizuri Roni, basi kwako itakuwa ni rahisi sana kumpata. Wakakubaliana kuwa Kamze atamfundisha Mwamba kutongoza kwa vitendo na kwa maneno pia, kwa sababu amekaa kizamani sana. Kesho yake Kamze mapema tu akaenda kwenye eneo lake la kazi na akaamua kuhamia kabisa ili iwe rahisi kuwa karibu na mwanafunzi wake. Baada ya kufika ndani, Kamze akamwambia kuwa sianzi kazi mpaka unilipe 50% ya mshahara wangu. Mwamba akaona isiwe tabu, akachukua simu akamfanyia malipo ili kwa haraka iwezekanavyo darasa la kutongoza lianze. Sehemu ya kwanza, Kamze akaomba aende chumbani kwa mshikaji kwanza, anahitaji kujua ya aina gani ya nguo anazo, lakini nguo alizozikuta ni za kizamani sana. Kamze akamwambia una nguo mbaya sana, ila jamaa akamwambia hizi ni nguo very expensive. Kamze akamwambia hata kama, ila hazina mvuto kwa wanawake. Sasa rasmi kazi ikaanza. Kitu kilichofuata ni kumpeleka saluni Mwamba kwa sababu alikuwa na nywele nyingi sana, kitu ambacho kwa jicho la mwalimu wake hazikuwa sawa. Aliporudi nyumbani, Kamze akamwambia sasa unaonekana vizuri sana, akamsifia kinoma kuwa yeye ni bonge la handsome. Mwamba akacheka tu. Kitu kingine baada ya kunyoa ni kubadilisha aina ya uvaaji, na hapo ndipo kaanza kubadilishwa rasmi, anakula mabwanga tu. Alafu hatua iliyofuata ni ya mwisho, ni kutoa vile vidoti vilivyokuwa usoni kwake. Hizo ndio zilikuwa hatua za awali kwa ajili ya kumtengenezea muonekano wa usoni tu, alafu darasa la kutongoza ndiyo lianze. Akamwambia
sasa imagine mimi ndio Roni na umekutana klabu na mimi na inabidi unitongoze. Imagine mimi ndio Roni. Mwamba akaanza kutongoza, hajui kabisa kutongoza, ana swaga za kizamani kinoma. Ikabidi Kamze yeye ndiye ajigeuze mwanaume alafu Tobi aye mwanamke. Sasa Kamze akaanza kutupia vesi kwa Mwamba, anatongoza mpaka Mwamba ana feel kama anatongozwa kweli. Kamze ni kiboko, hataki utani na kazi yake kabisa. Mwamba anajiuliza, umejuaje hivi vitu, au waga unatongoza wanawake wenzako, we ni tomboy? Kamze akasema, tulia bwana mdogo, hii kazi ndo kwanza imeanza. Sasa wakati wa darasa, kwa vitendo, kwa bahati mbaya Kamze akamwagia Mwamba wine. Mwamba akavua shati. Kamze kwa mara ya kwanza akamuona Mwamba akiwa kifua wazi, kitu ambacho kilimchanganya kinoma Kamze. Kuna muda akawa anawaza, anatamani amwambie Mwamba kuwa wakakiwashe kidogo tu alafu wataendelea na darasa baadaye. Kumbuka huyu ni rafiki wa kaka yake kinoma sana. Kadri darasa lilivyoendelea, Mwamba anazidi kupata experience ya kutongoza mpaka Kamze anadata kwa mchizi, anajisahau kuwa yeye yupo pale kwa ajili ya kumfundisha Mwamba namna ya kutongoza tu mwanamke na sio kitu kingine, na yupo pale kwa ajili ya kumfundisha kumtongoza mtu ambaye Kamze anamjua vizuri sana. Mwamba kaisha iva. Kamze akamwambia, sasa kinachofuata ni kukis, yani nataka unipige busu, kwa sababu hiyo nayo ni sehemu ya darasa. Yani unapomtongoza mwanamke, in case akikubali lazima umpige busu. Kamze akamvuta mwanetu akampiga bonge la busu. Sasa leo mwanetu anaenda kutongoza rasmi, yani anaenda kumtongoza yule Roni. Darasa kalielewa vilivyo, na hapo anachukua baraka za mwalimu wake kuwa walicho kipractice kikafanye kazi kama walivyopanga, kisije kikaharibika kabisa, kwa sababu kwanza Mwamba atakuwa amepoteza pesa, alafu mwalimu naye atakuwa amepoteza CV yake, atakuwa ameichafua vibaya mno. Kaka yetu kafika eneo la tukio, kamkuta Roni katulia peke yake. Mwamba akaanza kutupia nyavu, kaongea sana, kaongea maneno mengi, mengine kazidisha, hata hakufundishwa, yeye kajiongeza tu ili Roni aingie kwenye mfumo. Cha kushukuru ni kwamba Roni anakubali mapigo, anapokea mashambulizi, yani hajapindua hata kidogo. Anacheka tu, anamsifia Mwamba kuwa anajua kumwaprochi mwanamke bila kujua Mwamba ile ni skripti iliyoandikwa na mwanamke mwenzake, tena mpiga picha wake Kamze. Mwamba akarudi nyumbani, ana furaha kinoma kuwa alichofundishwa kimezaa matunda. Sasa anamuita Kamze ili ampe sifa zake, ila Kamze kimya, ita mpaka basi, ila Kamze hakuitika kabisa. Mwamba anakuja kugundua kuwa Kamze hayupo, anajiuliza sasa ameenda wapi, na simu hapokei kabisa. Ikabidi ampigie simu mshikaji wake ambaye pia ni kaka yake na Kamze ili ajue kama Kamze yupo nyumbani. Mwamba akamwambia ndiyo yupo nyumbani, na hapa nipo chumbani kwake na ninamuona kabisa amelala. Mishale ya jioni, Roni akamwita Tobi akamwambia, umenivutia sana, umenishawishi, una mwili mzuri na leo nataka twende nikakutunuku. Kumbuka Mwamba akamtongoza jana tu, ila leo Roni anataka Mwamba akafanya naye mapenzi. Imekuwa haraka kiasi kwamba mpaka Mwamba mwenyewe anashangaa hii imekuwa kuwaje. Mwamba baada ya kukiwasha asubuhi akampikia chai Roni. Roni akasema, kiukweli nimeenjoy kinoma usiku, sikutegemea kama wewe unaweza mambo namna hii, umenikamia kiasi kwamba nimenogewa sana. Mwamba ikabidi amtafute Kamze, akamwambia, kwa nini upokei simu zangu, umeondoka bila kuniaga? Kamze akamwambia, kazi yangu ilikuwa kukufundisha kutongoza na nimesha kufundisha na umefanikiwa kumpata huyo mwanamke uliyekuwa unamtaka, so nadhani kazi yangu imeisha. Ila akamwambia nimekumisi kinoma, na akamwambia pia anampenda, ila akamwalisia jinsi ambavyo Roni alivyokuwa ameyeyusho, anapenda rakshali sana, hana mapenzi kabisa, huku Roni muda wote yuko bize na simu, hana kabisa muda na mwanetu, muda mwingi anaongea na simu mpaka saa 8 usiku. Hii inamkata sana kaka yetu. Sasa mwana ikabidi arudi tena kwa Kamze, mwanamke ambaye anahisi labda ndiyo furaha yake. Akamwambia ukweli kuwa nakupenda kinoma, sina chaguo lingine. Sasa kwa bahati nzuri ni kwamba Kamze naye anampenda kinoma Mwamba, ila kwa sababu yeye ni mwanamke ilikuwa ngumu sana kuanza kumwambia. Kesho yake Kamze anapigiwa simu kuwa mbona Roni na mshikaji ni kama penzi limekolea tena, wanapostiana vibaya mno, na hapo wameposti kuwa wanaotegemea kuwa wataachana wanatwanga maji kwenye kinu. Kamze anafikiria kuwa labda Tobi anamchezea akili kwa sababu alikuja akamwambia kuwa anampenda na anaachana na Roni
kwa ajili yake. Sasa imekuwaje akafanya vile? Na kweli kuingia Instagram anakutana na bonge la posti. Huku nako Toby anagundua kuwa aliyefanya vile, yani aliyeposti ile posti ni Loni, na amefanya hivyo makusudi, kitu ambacho Toby hataki kabisa kupostiwa mtandaoni, ila Loni anajua kucheza na hisia za mwamba, akambembeleza, akampa mchezo mwanetu kimya. Loni kuna namna ameanza kuona Toby amebadilika, hivyo analazimisha hapa, anaforce Toby aonekane TikTok live kuwa anataka awaaminishe watu kuwa yeye na mpenzi wake wapo sawa kabisa, yani hawana shida yoyote, ila mwamba hana kabisa mzuka. Hapa alipanda mtumbwi wa vibwengo. Sasa Loni akamuita Kamze aje ampige picha na mpenzi wake. Sasa Kamze ile kazi ikamshinda, ikabidi akimbie kwa sababu ameshindwa kuvumilia kumuona Loni na Toby wanashikana mbele yake. Mwamba akaona mambo yameshabadilika, akaanza kumwita Kamze. Kamze haonekani, noma imebaki huko nyuma. Loni anataka ajue kwa nini Kamze amekimbia, kuna nini kati yao. Mwamba akamwambia ukweli kuwa anampenda sana Kamze na anahitaji waachane ili aende anapohisi kuna furaha yake. Loni alipoambiwa vile, kilio kikaanza. Kwa nini ameachwa tena? Kwa sababu ya mpiga picha wake. Toby akaenda kwa Kamze angalau kuomba msamaha, kwa sababu kila kitu kilichotokea hakufanya kwa makusudi, ila Kamze akamfukuza, hataki kabisa ujinga. Mambo yalipokuwa magumu, akarudi kwa Loni kumwomba aache kuposti picha za zamani na kusema kuwa bado wapo kwenye mahusiano, ila Loni akamwambia brandi yake huwa haichezewi, ataposti kila siku, ataposti kila atakapojisikia, ataposti kila atakapotoa pumzi mpaka Toby anyooke. Haachi kuposti kwa sababu Toby amechezea sana hisia za Loni, na Loni anafanya hivyo kama kisasi. Sasa baada ya muda, Loni akaona mwamba ni kama anateseka, akamtafuta akamwambia sasa hatoposti tena picha na atamsaidia kuhakikisha Kamze anampata mwamba. Mwamba akafurahi kinoma alipoambiwa vile. Loni anafanya hivi kwa sababu hii michezo ameshacheza sana, yani kiufupi Loni ni lishangingi la mjini, ni shangazi fulani hivi ambalo maisha yake yote ni mtandaoni, ameshachezea vijana wengi, kwa hiyo kwa Toby ni kitu cha kawaida sana. Kweli bana, Loni akamfata Kamze akamwambia kuwa Toby anampenda kweli na yeye wala hayupo naye tena kwenye mahusiano, hivyo anamuomba amwelewe mwamba kwa sababu atakuja kufa na mawazo. Kesho yake mapema tu mwamba akaenda kuongea na Kamze, akamwambia amekuja kumuaga, yeye anarudi Uingereza, lakini kikubwa inabidi ajue kuwa anampenda hata kama anaenda mbali, na inabidi ajue kuwa anaondoka kwa sababu yake, hataweza kabisa kukaa eneo lile bila yeye. Wakati anaongea, Kamze akampiga bonge la busu, alafu akamuuliza vipi, bado una plani ya kusafiri? Bado una plani ya kwenda Uingereza? Mwamba akasema kwani mimi nilikwambia naondoka? Kamze akampa padi wacheze gemu na penzi likawa limerudi kimtindo huo. Mfumo aliyoutumia Kamze ni kwamba kuku wake mwenyewe hawezi kumshikia manati, kwa sababu yeye ndiyo kamfundisha kutongoza, na yeye ndiyo mwanamke wake wa kwanza kumpiga busu ukubwani, yani ni mwanamke ambaye kamfundisha kila kitu kuhusu mapenzi. Kwa hiyo alikuwa anamvutia tu mpunga ili aje kwenye mtego. Movie inaishia hapo, lakini pia movie inaitwa Love Bug. Mimi ni Mr. Storyteller na hii ni The Storyteller TZ.